Haleluya. Wainjilisti wa Kinangonile wanapoomba hapa usione kwamba ni rahisi. Sio rahisi. Wakisema wewe njoo uchukue maiki omba ndio utashangaa. Haleluya. Haleluya. Namtukuza Mungu kwa ajili yako. Na jioni ya leo nilikuwa namuomba Mungu na si Mungu kwa habari ya kuwepo hapa. Na tutakuwa na vipengele kidogo au kwa sema ambayo Roho Mtakatifu atatufunulia kwa leo. Kichwa cha somo unaweza kaandika. Kichwa cha somo unaweza kaandika kuombea hatima ya madhabahu yako. Kichwa cha somo unaweza kaandika kuombea hatima ya madhabahu yako. Kuombea hatima ya madhabahu yako. Ni muhimu sana ufahamu juu ya madhabahu na hatima. Lakini ni muhimu sana ufahamu mambo ya msingi. Neno la Mungu linakupa chakula cha roho. Mungu anapoliagiza neno kwenye maisha yako, anataka kuna sehemu uondoke uende sehemu nyingine. Mungu anapoleta ujumbe kwako, anataka kutoe sehemu moja akupeleke sehemu nyingine. Nasema kuombea hatima ya madhabahu yako. Tunaangalia nini maana madhabahu na nini maana hatima, ili tuweze kujua umuhimu wa kuombea hatima ya madhabahu yako. Unapozungumza madhabahu, unazungumza sehemu yoyote ambayo Mungu anajifunua. Madhabahu ni sehemu yoyote ambayo Mungu anajifunua. Iwe mahali hapa kama Mungu anajifunua, maana yake ni madhabahu. Nimesimama mbele yako, mbele ya madhabahu, Mungu anatumia kama njia au kama bomba kuachilia chakula cha kiroho kwenye maisha yako. Maana yake amenisimamisha kwenye madhabahu kwa neema na kwa zamu. Kwa kwenye madhabahu ni sehemu yoyote ambayo Mungu anajifunua. Au madhabahu ni sehemu ambayo Mungu anakutana na watu wake. Unapokuja ibadani, unapofika mahali hapa, maana yake Mungu anapojifunua kwako. Maana yake ndio sehemu ya madhabahu ambayo Mungu anaachilia kitu kipya kwenye maisha yako. Haleluya. Sehemu ya kusimamia ni kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 7. Tamona Ibrahimu alivyoitwa na Mungu kutoka katika nchi yao kwenda nchi ya ugeni. Biashara ni kwamba Mungu aliposema naye akamjengea Bwana madhabahu. Na kila sehemu Ibrahimu alipokuwa anaenda, anakuwa na sehemu ya kufanyia Mungu ibada. Maana yake kuna madhabahu ambayo yeye ameunganika na Mungu wake. Ameunganika na huyu Mungu ambaye anamwabudu. Haleluya. Na kuna madhabahu za aina mbili. Kuna madhabahu ya giza na kuna madhabahu ya Mungu aliye hai. Hizi zote zinajifunua kutokana na watu wanaomwabudu. Ufalme wa giza kuna madhabahu zake ambazo watu wa giza wanapojitoa katika giza, yule ufalme wa giza anajifunua. Lakini ufalme wa Mungu ndivyo ilivyo, kwamba tunapokaa kwenye madhabahu ya Mungu ndipo Mungu anajifunua katikati yetu. Biblia inasema hivi kwamba walipo wawili watatu kwa sababu ya jina langu, na mimi niko hapo. Kwa maana yake kwamba jambo lote linapofanyika ndio wana wa Mungu, katikati ya wana wa Mungu lazima Mungu ajifunue, maana pale panakuwa ni madhabahu ya Mungu kuachilia utukufu wake. Amen. Haleluya. 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 Lakini ukienda katika madhabahu ya Mungu kuna aina mbili ya madhabahu. Kuna madhabahu ambayo nimesimama mbele yako ninasema neno la Mungu, lakini la pili kuna madhabahu ambayo ni moyo wako. Amen. Ukisoma kitabu cha Isaya 66 mstari wa 1 na kuendelea, akasema mtajengea nyumba namna gani, kwamba mbinguni ndipo napokaa na dunia
hatima, unazungumza mwisho wa hilo jambo, hatima ya hilo jambo. Kwa tunapozungumza juu ya somo la leo kwamba kuombea hatima ya madhabahu, kuna umuhimu mkubwa sana kama watumishi wa Mungu kuelewa na kuombea madhabahu ya kiroho. Kwanza madhabahu ya mahali hapa, na pili madhabahu ambayo ipo ndani ya moyo wako. Kwa sababu Mungu hawezi akatenda jambo lote kwenye maisha yako kama hujamfanyia madhabahu ya kiroho. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni ule muda ambao unakuwa wewe binafsi na Mungu. Madhabahu ni ule muda ambao unaotoa binafsi na Mungu. Haijalishi uko kazini, haijalishi uko shuleni, haijalishi uko sehemu yoyote, lakini ili utengeneze madhabahu yako na Mungu, kuna muda lazima utenge, utulie lisali moja, unamtafuta Mungu binafsi. Maana unapomzidi kumtafuta Mungu binafsi, unaitengeneza ile madhabahu yako na Mungu. Kuna vitu vingine hautaambiwa kwa watu wengi, kuna vitu vingine utaambiwa pale ambapo utachukua jukumu la wewe kumtengenezea Mungu madhabahu ya kiroho. Unapomtengenezea Mungu madhabahu ya kiroho, ndipo Mungu ni rahisi sana kukusemesha. Upo katikati ya watu wengi, uko shuleni, lakini Mungu anakusemesha peke yako kwa sababu umetulia na umetengeneza ile madhabahu ya Mungu ili Mungu kukutokea. Mungu hawezi akashuka sehemu ambako madhabahu imeharibika. Anashuka sehemu ambako umeitengeneza madhabahu. Maana Yesu anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Maana kazi ambayo Mungu amekupa jukumu, kabla hujafika kwenye ibada au kabla mambo makubwa hayajatokea kwenye maisha yako, Mungu jambo la kwanza anataka kuanza kuandaa ile madhabahu ya ndani. Uanze kuandaa ule moyo wako. Unapozidi kuandaa ule moyo wako, ndipo ni rahisi sana kukutana na Mungu na kuyageuza maisha yako ya kiroho. Upande wa pili wanachokifanya, haijalishi ni saa 7, haijalishi ni saa 10, haijalishi ni saa ngapi, lakini wanazingatia muda wa madhabahu wa ibada. Wakijua ni saa ngapi, wanaenda wanaomba kanisa moja, wanarudi kwenye biashara zao. Kuna siku moja nilikuwa natoka Iringa na kuja Mbeya, nikamkuta mtu saa 11, niwahi sana saa 10. Sasa nikamkuta mtu saa 11 amekaa upande wa pili. Nakuta anaomba kwa Mungu wake, anamfanyia Mungu wake ibada. Yaani yuko kwenye safari, yuko kwenye safari, lakini anamfanyia Mungu wake ibada. Lakini unakuta Wakristo wengi wanapokuwa kwenye kanisa hawana muda wa kusemesha. Kuna muda Mungu anataka ukiwa kwenye biashara umekaa, uanze kusemesha zile ndimi za kiroho, uanze kumsemesha Roho Mtakatifu. Maana unapozidi kumsemesha Roho Mtakatifu, kuna namna Roho Mtakatifu anaanza kufungua macho yako ya kiroho, kuweza kuona vitu ambao wengine hawavioni, kuweza kuona vitu ambao wengine hawavisiki, lakini wewe unaviona katika Mungu Roho. Lazima utengeneze madhabahu yako. Na kwenye madhabahu kuna vitu vifuatavyo. Ili kamilike kuwa madhabahu, kuna vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, kuna kuhani wa madhabahu. Akizungumza akakuanishia kuna mchungaji ambaye yuko hapa. Na wewe pia ni kuhani wa maisha yako. Popote unapotembea unamwakilisha Mungu. Bila sababu kwamba Mungu alipotununua akatufanya kuwa makuu wa kuhani, akatupa ukuhani na ufalme machoni pa Mungu. Maana Mungu ameshatupa ukuhani ndani yetu. Maana popote unapotembea Mungu anachotaka ndani yetu tumfanyie ibada, tumtukuze yeye, tumuinue yeye. Yaani kupitia kazi ya mikono yako mtukuze Mungu, kupitia maisha yako mtukuze Mungu, kupitia mavazi yako mtukuze Mungu. Ifike hatua watu wanapokuona tu wanasema huyu mtu ameokoka na huyu mtu ametoka mbinguni na ametoka kwenye kanisa lile la Kadege. Kwa sababu gani? Wanaona chapa ndani yako, wanamuona Kristo. Hawamuoni hawakuoni, wanamuona Kristo. Watu wa nje hawaoni Mungu kama sisi tunamuona. Watu wa nje wanatuona sisi, wanakuona wewe. Ndivyo hivyo Mungu anatafuta mtu ambaye atakubali kubeba ule utukufu. Atapokuwa kwenye biashara atabeba Mungu mzima.
atakapokuwepo kwenye masomo atabeba Mungu mzima mzima. Atakapokuwepo shambani atabeba Mungu mzima mzima. Inafika hatua mtu uko shambani ni kweli, ndani yako unasikia kakengele kanalia, mdao unatamani niombe, unajitenga kidogo, unajificha, unaanza kunena kwa lugha, unaanza kuomba, Mungu nisaidie, Mungu niwezeshe. Unazidi kujaza ile madhabahu yako, unazidi kuongeza ile madhabahu yako.